karibu tena na asante sana kwa kututazama. Najua hata break time au kuenda ulikuwa tunatungoja, tumerudi. Now we are tunatengeneza chicken wings. Na kutengeneza chicken wings, kitu cha kwanza hapa tutatumia mafuta. Na before chicken wings zetu tuliziweka kwa mafuta. That is ku deep fry. Tuliziweka tu kwa mafuta ile kufanya zikuwe brown juu. Na chef, si unisaidie kitunguu tafadhali. Lakini kabla hebu ambie chicken wings ni nini? Chicken wings ni nini? Hebu ambie. Najua wanajiuliza. Wanajiuliza. Chicken wings ni hizi za kuku. Ni mikono. Hizi mikono. Oh, mikono. Ni mikono bye. Mikono ya ingoho. Ndio hiyo, ndio inaitwa chicken wings. Now tuliziweka kwa mafuta ku deep fry. After that sasa tunataka kuzitengenezea sauce yenye toast nayo. Now tunatumia kitunguu, inahitaji kitunguu mingi. Unaona nimengoja mafuta yangu ikue moto. Ikue moto ama itokote? Imetokota. Mimi nimeona imetokota. Kutokota na kukua moto. Sijui gani ndo gani, lakini ilikuwa moto. Sasa ikue moto. Na napenda kitunguu changu wakati natengeneza hizi chicken wings kiive vizuri, kibadilishe rangi, kikuwe ya brown. Napenda kitunguu yangu ikiwa hivyo. Ishaanza kuturn brown Unaona hivyo? Naona. Na mtazamaji, kumbuka tunasema mafuta mingi si mzuri sana katika afya yako. Na since tulikuwa deep fry chicken wings, mafuta hapa tumetumia kidogo sana, ile tu ya kuivisha kitunguu. Chef, mchele yetu inaendelea vizuri. Sawa. Iko sawa, bado inaiva vizuri. Sawa. So kitunguu chetu kikishaiva, hii stage ndio natakanga kuongeza tangawizi na kitunguu saumu. Hii ni tangawizi. Nitaongeza tu kiasi. Koroga, chunga chakula chako kisiungue kwa upande wowote ule. Kisha niongeze kitunguu saumu. Mtazamaji, ukiacha kitunguu saumu chako kiungue, kuna ladha fulani huwa inatoa ambayo si ya kupendeza sana. So wakati ukishaweka saumu yako, usiwache ikae sana jikoni, uongeze nyanya. So nitaongeza nyanya. Chef, unasikia harufu hiyo? Iko sawa. Harufu ya garlic. Na mtazamaji, kuna kitu moja ambacho niligundua. Ukitaka nyanya yako ive haraka, ongeza chumvi kidogo, itasaidia katika ile process ya kumash, kuifanya ikue ive kabisa, ikue uji. So nitaongeza chumvi kidogo. Koroga chakula chako. Chef, mchele bado? Iko sawa. Iko sawa? Sawa. Inakauka tu kidogo. So hakikisha nyanya yako imeiva kabisa. Ile imash ikue uji. Unaweza isaidia kugonga hivi ndio iweze kuwa uji kabisa. Nyanya yako ikiwa tayari, tutaongeza tomato paste. Hii ni ya kusaidia katika ule uzito wa mchuzi. Mchuzi ukue mzito, isikue maji. So tutaongeza tomato paste.
tukoroge, tuache ive. Kisha tutaongeza ya chef. Tumemaliza yako. Nisaidie na pilipili hoho. Tutaongeza pilipili hoho. Kwa chakula chetu. Kumbuka mtazamaji, sio sisi tunafaa kujiambia kila wakati kitu ambacho tutapika. Unaweza tufikia kupitia Facebook page yetu, utuambie ama utusuggestie next week ningetaka mnionyeshe kupika kitu fulani. Na hivyo ndivyo tutaweza kusaidiana kwa uharaka. Ama unaweza tuandikia ujumbe mfupi ama SMS kupitia kwa hii namba ambayo iko kwa runinga, ndio utuambie kitu ambacho ungependa kuona tukipika next time. Chef, ama ni aje? Haiko sawa. Ama tujiambiange tunapiga karata kesho tupike nini? Si ni vizuri mtazamaji akituambia ni nini angetaka kujua. Na mimi naona next time tuwatengenezee keki ama pizza. Ama unaonaje? Keki ama pizza? Mtazamaji ndiye ataamua. Beba tu mkono, tunakuona mtazamaji. Beba tu mkono. Niko na birthday. Wewe mtazamaji. Ukiwa na birthday, tupigie simu. Ukiwa na harusi, tupigie simu. Tutakusaidia. Chef, niongezee hii kitunguu kwa hiyo upishi. Niweke hiyo kitunguu tafadhali. Hiyo iko sawa. Ya mwisho naomba unisaidie na maji. Maji ambayo tutaongeza maji moto, si ndio? Stock. Yes. Tunahitaji kidogo tu. Si mingi. Kidogo tu. Tunataka tu kidogo ya kuifanya tu isikue dry sana. Katika hii stage, chef, utanisaidia na soy sauce. Soy sauce? Yes. Nisaidie soy sauce. Hiyo ni ya kubadilisha rangi na kuongeza ladha kwa chakula chetu. Haiko lakini si lazima. So, mtazamaji ukiangalia mchuzi wetu uko thick, si mwepesi, ile yenye ukiweka kwa sahani itaranova. So ngoja kwanza nionje chumvi. Ndio. Ladies first, but in kitchen men first. Kuna kitu ambacho mtazamaji ningekuambia, kuna watu ambao hawapendi hiyo taste ya nyanya, hiyo ukali ya nyanya. So ukitaka kureduce ama kupunguza hiyo ukali wa nyanya, kitu cha kwanza unaweza ongeza sukari kidogo kwa chakula chako, ama unaweza ongeza vinegar. Ni kweli ama ni uongo? Vinegar ni nzuri sana. Vinegar ni nzuri sana. Ndio, unaongeza tu kidogo tu kwa chakula chako ili kupunguza tu hiyo ukali wa nyanya. So kwa sasa mimi nitatumia sukari. Nitaweka sukari kidogo kwa hii chakula ndio ipunguze hiyo ukali. Kumbuka usiweke sukari mingi. Na uweke kidogo kwa sababu kuna wale wengine wako na ugonjwa wa sukari. Unafaa uweke kidogo sana. Usiweke sukari mingi, kidogo.
kidogo tu. Kwa sasa naona mchuzi wetu uko ready. Now, mchuzi wako ukiwa ready ama paste yako ikiwa ready, sasa huu ndio wakati tutaongeza zile chicken wings ambazo tulikuwa tumeshaziweka kwa mafuta. Tutazichanganya na huu mchuzi ndio ziweze kusikizana, zikuwe coated zote. Chef, utaniwekea hii tafadhali. Iko sawa. Na sikuruhusu uonje tafadhali. Iko sawa. Hii hapa hakuna kuonja. Hii steamer ikipotea saa hizi. 2 seconds. Tutarudi sahani sufuria ikiwa empty. Ikiwa safi, si empty. Ikiwa safi. Okay, so chicken wings zetu ziko tayari na mchele wetu uko tayari. So tumebakisha mboga, tuweze serve bila mboga. Cabbage. Leo tunawatengenezea cabbage. Tuta steam tu. Steam kidogo tu. Tuta steam cabbage and then kinywaji ulisema ni mango juice. Mango juice. Okay. Tutarudi baada ya muda usiokuwa mrefu na tutaonyesha jinsi ya steam cabbage na kutengeneza the mango juice. Mtazamaji, mnajua tunawapenda sana, tunawatengenezea chakula kitamu sana na tutaki munyongo na chakula. Sasa tunawatengenezea mango juice. Na maybe mwenzangu atuambie mango juice. Mtazamaji anataka kuitengeneza kwa sababu wako na maembe zimeiva nyumbani. Sasa maybe unaweza waelezea jinsi ya kutengeneza mango juice. Okay. Mtazamaji, kutengeneza mango juice ni kitu rahisi sana. Unahitaji tu maembe, maji na sukari. Ukiwa na hizo vitu tatu, you are good to go. Uko na mango juice yako tayari. Maembe yako kitu ya kwanza yaoshe vizuri, alafu utoe ngozi ya juu. Unajua ukiblend na hiyo ngozi ya juu, utapata particles ndani ya juice yako. So upil vizuri, utoe ngozi ya juu. Pole mwenzangu. Kuna mwenye amekaa pale na kuona kwa kona pale na muona anajiuliza akiwa tu na ile maembe yenye imeanza tu ile mbichi ile green bado anaweza tengeneza mango juice. Unaweza, lakini haitakuwa laini vizuri. Unaelewa, haitakuwa laini vizuri na maembe ambayo hayajaiva vizuri inakuanga na ukali fulani. So utakuwa na juice yako lakini haitakuwa tamu kama ya maembe ambayo yameiva vizuri. Mtazamaji, umesikia? So ukishaosha maembe yako, katakata pieces at least si ndogo na si kubwa sana, kwa sababu blender itafanya hiyo kazi nyingine ya break into very tiny pieces ndio iweze kuwa ni juice. So weka maembe yako kwa utaratibu kwa blender yako. Sasa yeye hataki juice na anataka akule hiyo alafu akunywe maji. Zitapatikana tu kwa tumbo. Alafu utashake ikue juice ikiwa kwa tumbo. But sasa kuna mwingine anataka akunywe ikiwa juice. Muelezee huyo juice. Yes, so utaongeza sukari kulingana na kipimo ambacho unahitaji. And again, maembe huwa tofauti. Kuna maembe ingine ambayo iko na sukari mingi sana by itself. Kwa hivyo unafaa uonje kabla hujaweka sukari. Exactly. So kiasi cha sukari italingana na maembe yako vile yako. So ukiweka sukari kiasi, kisha utaongeza maji kidogo kwanza. Kidogo tu, unajua maembe ni nzito. Ukiblend bila maji haitazunguka na utaharibu blender yako. Na again ukiblend ukiweka maji mengi mwanzo, kuna particles huwa zina escape. So unapata juice yako iko na vitu. Nisikia mnasema kurembesha. Unataka ikue hapo. So after ukishaweka
uliongea kuhusu laini, utajuaje sasa? Umeona tu umefinya kitu kaanza kuguruma kama posho lakini baadaye ukafinyilia. Atajuaje sasa imefika kikomo, unafaa uachilie? Kitu ambacho unaweza fanya, unaweza funika alafu ukisha iweka off, utumie kijiko chako, utatoa hivi, uangalie kama kuna particles zozote ambazo ziko ndani. Unaweza koroga kidogo na uangalie kama hii yetu iko laini kabisa, haina kitu chochote ndani. So ukifikia hapa, umehakikisha kwamba maembe yako yote yamevunjika, imekuwa paste. Sasa hii ni paste. Sasa hapo ndio utaongeza maji kulingana na uzito ambao unahitaji. Yes. So hapa tutaongeza maji. Mtazamaji, umesikia, unaongeza maji kulingana na uzito wenye unataka, si kulingana na size ya tumbo. Ndio hiyo. Kuna wengine utatengeneza juice, ukifikiria mambo ya tumbo utajaza maji ifike hapa na maembe ni moja. Bora uhai. Hapana wewe. Chef, hapa tunasemanga si bora chakula, ni chakula bora. Exactly. Tunatengeneza chakula bora. Chakula bora, si bora chakula. Sasa unajua saa zingine kuna wale wengine wamezoea kutengeneza mashakura. Mashakura. Sasa unajua chef, watu kama hao ndio tunataka sana kwa hii show. Kwa sababu tunataka kuwafundisha mambo ambayo ni tofauti kutengeneza chakula chao. So next mtazamaji, tuende kwa sebuleni tupate chakula chetu. Sebuleni? Yes, sebuleni. Najua huko unajua. Sasa hapo tunaenda sebuleni. Dining hall. Yes. If I'm not wrong. Yes. Watazamaji, tunawashukuru sana. Mmekaa kiketini, mmechoka na mmetutazama, na next time tutawaletea chakula zingine tofauti tamu sana. Thank you. Iko aje? Mkono ama motigo na mashine. Motoka ndio ni hii tu ya kawaida. Okay. Iko sawa. Tunashukuru sana. Okay. Mtazamaji, mambo ni kama haya. Televisheni si ingine mbali ni stesheni ya Gikuyu TV. Hapa ndipo unapata mambo matamu kama haya. Tunakupikia chakula kizuri na kitamu na tunakufundisha jinsi ya kukipika. Kila siku ya Jumamosi saa 2 usiku hadi saa 2:30 na siku ya Jumapili ni marudio kuanzia saa 10 hadi saa 10:30 jioni. Kumbuka unaweza tupata katika Facebook page yetu ambayo ni Gikuyu Television. Pia unaweza tuandikia SMS ama arafa fupi kupitia nambari ya simu ambayo iko chini hapa, na pia tuko na Twitter ambayo Twitter handle yetu ni TV_Gikuyu. Producer wetu tunamshukuru sana ambaye ni Rosemary Kari. Asante sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kwa kila jambo. Cameraman wetu Sunpark tunashukuru sana. Editor wetu hatuwezi kusahau, isipokuwa ni wewe hiki kipindi hakingekuwa on air. So tunakushukuru sana Kenneth, na on top of that hatuwezi sahau kushukuru Sunstar Hotel kwa kutupatia fursa ya kuwa katika hoteli yao. Tunajua schedule yenu ni ngumu, lakini mnatupatia hiyo fursa ya kuwa hapa. Na hapa mimi na mwenzangu hapa Chef David tunawatakia kila laheri, na msikose tafadhali unganeni nasi kila siku ili tuwafundishe mengi.